Mtakatifu, mtakatifu Mungu wetu wa mbinguni, tunakuja mbele zako masaa haya na siku ya leo tukitaja jina lako. Tumejikabidhi kila mmoja wetu miguuni pako kwa sababu ya dhambi, kumtimishie sawa sawa na mapenzi yako. Ondoa zile vitu ambavyo vinaweza kutuzuia kutokuwa na uhusiano mwema pamoja na Mungu wetu. Utakase kwa njia pekee kwa ajili ya kuandaa kila mmoja wetu kwa ajili ya ufalme wako. Bwana, tumekuja mbele zako asubuhi hii kukiri dhambi zetu kila mmoja wetu. Watusamehe na ukatutakase na kutusabia haki. Wakubwa kwa wadogo na wakabidhi mkononi mwako masaa haya. Bwana, unapoenda kusikiza neno lako siku ya leo, hebu ukatuondolee kiburi katika maisha yetu. Dhambi ambazo zinaweza kufanya kila mmoja wetu kusikia ujumbe wa leo, Bwana, tunaomba kwamba ukaondoe, ukatuweke tayari kusikiza ujumbe huo na kutenda na kutekeleza katika maneno wana binti zako. Hebu kwa mtakase na jua umemwandaa kwa juma hili lote kwa sababu ya ujumbe ambao umempa kwa watu wako. Bwana, ukampe nguvu na uwezo kuyatamka yale ambao umemtayarishia kupitia kwa kinywa chake. Nasi tutakapoyasikia yote, Bwana, tutende sawa sawa na mapenzi yako. Kuwa nasi kuanzia sasa mpaka wakati atakapomaliza kipindi hiki cha mahubiri na huduma hii, maana tumekualika upate kutamaraki katika kila hali. Ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba kwa Mungu. Kuna baraka nyingi sana, kuna benefits ambazo ni nyingi sana ambao mtoto anapata kutoka mzazi. Kunazo a lot of blessings, lakini asiye mtu wa kanisa, asiyempenda Mungu hataelewa baraka hizi, hata sipokea baraka hizi. Jamani, haleluya tena. Nataka niwapeleke mahali pengine hapa ili mnielewe vizuri. Hizi za song I love also. Nataka muimbe pia na nini? 1 to 2. Karibu nawe. Kila mtu aimbe na uimbe na furaha. Haleluya. Karibu trigo. Nataka niulize hivi. Mtu alisomea kitabu cha Wakorintho wa 2:12-14 kwa Kiswahili. Kitabu cha Wakorintho wa 2:12-14. Nauliza swali namna hii. Kati ya mtoto na baba, ni nani ambaye anastahili kupokea zawadi? Wacha tutumie zawadi. Na nimetumia neno zawadi intentional. Nani kati ya mzazi na mtoto, nani anahitaji kupokea vitu kutoka kwa mwingine? Jibu, nani atajibu?
dhambi nyingi. Yaani kama watoto wanajibu nini mnanyamaza? Si Mungu awasaidie dhambi mlizo nazo mkaenda mkasibu wake mahali mbaki kuweza. Haleluya kanisa. Ninawauliza swali hapo unahitaji jibu, mnanyamaza mnaangalia. Watoto niwaulize. Watoto Bwana Yesu wasifiwe. Preaching to children is a love affair. Watoto kati ya mzazi na mtoto, nani anastahili kupokea kitu kutoka mwingine? Mtoto anapokea kutoka kwa nani? Ambia wazazi okoka. Okoka wazazi. Sikia, nani akokweni kitabu cha Wakorintho wa 2:12 soma. Inasema, tazama, hii ni mara ya tatu ya mimi kuwa tayari kuja kwenu. Hii ni mara ya tatu kwa mimi Paulo kuja kwenu. Lakini ili msio watoto walio haramu, anasema kubali kuadhibiwa. Jamani, haleluya. Leo mwambie jirani yako kubali kuadhibiwa. Ili usiwe mtoto haramu. Ngoja nikusomee tena. Kwa ajili ya kurudiwa mwastahili Mungu awatendee kama wana. Maana ni mwana yupi asiyerudiwa na babaye? Kurudiwa ni kuadhibiwa unapokosa. Watusaidie tunapoadhibu watoto, na watoto waelewe kwamba ni wajibu wa mzazi kuadhibu mtoto. Ni wajibu wa kiongozi kuadhibu memba ama mshiriki. Jana nilikuwa na mke wangu, yesterday. Tukitembea na mke wangu, nimempeleka huko kwa supermarket. Tukifika pale, kabla ya kufika kwa supermarket tulikuwa kwa hii bank. Tumeketi pale, na kitu tulienda kuuliza. Hatukwenda kuchukua pesa jamani. Tulitembea. Sasa ndio pale tunakuwa pale, nakuta vijana na mpenzi wake walikuwa wameoana, lakini hiyo ndoa hatukuikubali kwa sababu haikulingana na masharti ya kanisa. Sasa wale watu nikaona wanakuwa na mikono migumu kunisalimia. Kasema shetani ashindwe kwa jina la Yesu. Sasa wanafikiria mimi nafurahi nikikuadhibu. Lakini wajibu wangu kama mchungaji ni kuadhibu kwa sababu ninakwenda kulingana na sheria na taratibu zilizowekwa na Mungu. Sasa ukikosa kunisalimia unanikasirikia. Si wewe una matatizo ya kwako. Anyway, ninachosema kubali kuadhibiwa. Usiweke hasira na mtu anayekuadhibu, anakusaidia. Unataka nikuona unafanya usinifu, nipige makofi. Niseme haleluya, endelea kufanya usinifu, Yesu yuaje. Mnataka aje? Unajua mimi nimefika mahali nasema uongozi ni kitu shida, matatizo sana. Yaani kuwa kiongozi hivi, unakuwa kiongozi matatizo. Ninaona vile viongozi wanasomewa hata katika mitandao, mpaka nimefika mahali nasikia uchungu sana. Unasomea kiongozi anafanya kazi yake kulingana na vile mwito alio nao na Mungu. Lakini washiriki wanaoongozwa hawaelewi. Kama unanielewa sema amen. Kubali kuadhibiwa. Anayekasirikia kiongozi, huyo jamaa ana matatizo mpaka kwa nyumba yake. Anayekasirikia kiongozi, huyo ukimchunguza hata nyumba yake wana shida na mke wake. Hiyo kitu nimejifundisha. Na I want to tell you, I'm new to this church. That is my first sermon. Nataka kukuambia mtu asishirikiana na viongozi ana matatizo mpaka ya kwa nyumbani. Watu wengi ambao wana matatizo mengi na viongozi, wengi hawana msimamo mzuri na Mungu wao.
hawana msimamo mzuri na Mungu wao. Kwa hiyo nisomee maliza andiko, maana jua muda unaenda. Anasema haya ya 8, basi kama mkiwa hamna kurudiwa ambako ni fungu la wote, ndipo mmekuwa wana wa haramu ninyi. Sasa yule ambaye amekataa kunisaidia kuchukua kwa bei, huyo ni mtoto wa nani? Simuseme. Unajua nini, mna matatizo lakini Mungu awasamehe. Haleluya. Aliyo kwenye benki amekataa kunisalimia kwa sababu sikuenda kwa harusi yake niifunge, na kwa sababu ilikuwa na matatizo ikakataliwa na kanisa. Sio mtoto wa haramu huyo. Sio mimi. Ni Biblia. I want to tell you ladies and gentlemen, shirikiana na uongozi ambao unatupeleka mbinguni. Najua kuna watu wanafurahikia wanapopata makosa, hawawezi kuadhibiwa, wanapigiwa makofi. Watu wanafurahi watu kama hao. But mimi ninamtumikia Mungu kwa wito. Ninatumikia Mungu kwa wito. Kanisa lote linaweza kuwa kinyume na mchungaji, lakini mchungaji aliyeitwa na Mungu anasimama kama Yeremia, si ndio? Yeremia anarushwa ndani ya mtungi wa mafuta ya kutokota, lakini hilo baadaye God vindicated this man Jeremiah, the prophet Jeremiah. I want to tell you this and gentlemen, young and old, shirikiana mzazi wako, shirikiana viongozi. Utaishi miaka mingi. Nitakusomea hiyo fungu mara moja, dakika moja hapo. Sikia haya tu nasema, na pamoja na hayo tulikuwa na baba zetu wa mwili walioturudi, nasi tukawastahi. Basi si afadhali sana kujitia chini ya baba wa roho zetu na kuishi? Kujitia chini ya baba wa roho zetu tutaishi. Tukijitia chini ya baba zetu wa kiroho tutaishi wala hatutakufa. Paulo anasema tulikuwa na baba zetu wa mwili walioturudi, nasi tukawastahi. Kustahi ni kuheshimu. Sijui kama ile Kiswahili liko sawa. Kustahi ni kuheshimu. Tuliwaheshimu. Waliturudi tukawaheshimu. Kwa hiyo nirudie hiyo haya. Na pamoja na hayo tulikuwa na baba zetu wa mwili walioturudi, nasi tukawastahi. Basi si afadhali sana kupitia chini ya baba wa roho zetu na kuishi? Ukimstahi baba wa mwili utabarikiwa. Ukimstahi baba wa kiroho utaishi au utakufa. Kwa hiyo nikupe haya inayolingana na hiyo, ndipo uelewe ni kitu gani ambacho ninachosema hapa kutoka kwa madhabahu siku ya leo. Unaposoma kitabu cha Yohana 10 fungu la 14 mpaka 18, Biblia inasema ya kwamba Yesu ni our shepherd. Yeye ni mchungaji mwema. Mchungaji mwema anatoa maisha yake kwa ajili ya kondoo. Kiongozi anateseka sana. Yesu aliteseka kwa kwenye bustani, katika bustani wa Gethsemane. Akalia machozi. Wanafunzi wa Yesu wakamwacha huko. Anamwambia, jamani, naomba nami. Yesu alilia machozi kabisa. Anaenda peke yake, anaomba, anarudi. Kiongozi huwa tunalia sana. Na kama kweli kiongozi ameitwa na Mungu, analilia viongozi anapoona mambo hayaendi vizuri. Tumefika mahali ambapo viongozi wanasema mambo ya ofisi hatutaki kusikia, na sisi tukala yetu hapo.
This church inaongozwa na uongozi ambao ni Mungu aliuanzisha. Kanisa sio ya mtu mmoja, ni ya watu wote. Jamani, haleluya. Mtu anasimama mbele ya washirika sasa anasema msitoe. Huyo mtu amekufa kiroho. Amekufa kiroho, alipo tena hai. Anasema kabisa pesa za kuchanga ajana nazo. Kwa nini tunawachana? Let me tell you. Pesa hata kama zinaliwa, wacha siliwe. Mwenye pesa zake zinaliwa, unafikiri amekufa? Si yuko hai. Wewe unayezuia watu wasitoe na yule aliyekula ninyi nyote bora moja. Bora ni Kiswahili. Beti bora ni Kiswahili. Mwenye kuja fungu moja ninyi yote wawili. Anayekataa watu wasitoe na anayekataa na yule anayekula ni bora moja. Mwenye kulepelekewa pesa, yule ambaye tunamtolea ni Mungu na yuko hai, hajafa na hata kufa na hata waadhibu wale ambao wanafanya mema. Shirikiana kazi ya Mungu sote. Our church, kanisa letu la Kiadventista is the only church, is the eye and the light of the world. Tukianza vitina hatuwezi kuenda popote. Jamani, haleluya watu wa Mungu. Jamani, haleluya tena. Sitasoma kitabu cha Yohana 10 fungu la 14 mpaka 18, nenda kasome wewe mwenyewe uone Yesu ambaye anatoa uhai wake kwa ajili ya kondoo. And that's what the real leaders are doing. When some leaders they work, we don't pay them. It's a sacrifice. Lakini sisi viongozi tunawapatia hard time. Jamani, Bwana atusaidie sana. Bwana atusaidie sana. Kitabu cha Wafilipi 2:22, Paulo anafurahia mtoto mmoja anaitwa Timothy. Yani, I tell you this is nice. Yani kuna watu wengine washiriki, mimi ninaomba Mungu wangu nikifika mbinguni nikae karibu na mshiriki fulani. Kuna washiriki wengine ndani ya church. Yani nasikia tukifika mbinguni akae karibu na mimi hapa. Nikikula ndizi tunashukuru na yeye. Nikikunywa juice lakini mbinguni tunakula matunda mengi sana. Si unajua hivyo? Hello? Mbinguni matunda mengi sana. Tutakuwa na fenesi, tutakuwa na maembe, tutakuwa na nini tena huko? Mzabibu, machungwa. Alafu maziwa ni mingi. Na si maziwa haya mnakunywa hapa ambayo iko na magonjwa mengine. Asali hapo. Sio asali ile imechanganywa na sukari nguru kama hii juice nimenunua imechanganywa na sukari nguru. Ambayo iko very black mpaka mtoto wako anaambia dadi, unajua asali inakuwa na golden color. Nilizo hii sio hiyo. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu wazuri ndani ya church na mimi ninawaombea Mungu awabariki na awainue, na ninyi ndio Mungu anafurahia kuliko yeyote yule. When you make your leader happy, when you work together with your leader, I tell you hiyo peke yake na kuongezea siku za kuishi. Wafilipi 2:22 nasemaje? Soma na sauti. Mahali pengine Paulo anasema kuna watu wengine wamemsumbua, wamemtatiza, mpaka wengine anasema I hand them over to the devil. Anasema namna hiyo, I have handed them to the devil. Kwa sababu wamenitesa. Nikisema hivi na wao wanasema hivi. Nikisema twende mbele wanasema twende nyuma. Jamani, utapata baraka kweli. Baraka gani utapata? Let's walk together. This church was built by people who reverence their God. By the people who love their God from the bottom of their hearts. And that's why we have this church today. Kuna watu walimheshimu Mungu. Na hata leo God honors them. Mungu hanawastai
waliojenga kanisa hili. Leo mimi ninakuja leo siku ya kwanza nimesimama hapa mbele yenu. Naona kanisa nzuri kabisa, kanisa kubwa. Biko nakuta zimesindika na mlango mkubwa. Na sikutaka hata shilingi moja. Mimi ni mgeni. Lakini ninashiriki katika kanisa hili kwa sababu ya wengine waliofanya kazi. Si Mungu awabariki watu waliofanya kazi hiyo. Simsema amina nzuri. Jamani, haleluya. Kuna watu hata Mungu akisikia jina yao yanatajwa, akisikia kama una shida, Mungu anasema I'm ready there to help you. Niko tayari kusikia. Na kuna wengine ni matatizo. Jamani, Bwana tusaidie sana. I'm telling you ladies and gentlemen who are here. Shirikiana na watu wa Mungu. Shirikiana na watu wa Mungu uokolewe. Shirikiana na watu wa Mungu uishi miaka mingi hapa duniani. Nilikuwa nasoma kitabu kilinifurahisha sana. The father and the son relationship is a covenant relationship. Neno covenant kwa Kiswahili ni nini? Asante. Ni agano. Mahusiano ya baba na mtoto ni mahusiano ya agano la milele. Ni agano la milele. Kitabu cha Waefeso 6:1-3. Ukipata nafasi unaweza soma hizo darasa 20 fungu la 12 pia. Lakini nisomee kitabu cha Waefeso 6. Waefeso 6. Waefeso 6 inasoma enyi watoto watiini wazazi wenu katika Bwana. Watiini wazazi wenu katika Bwana. Maana hii ndiyo haki. Waheshimu baba yako na mama yako. Wastai baba yako na mama yako. Ama waheshimu. Amri hii ndiyo amri ya kwanza. Amri hii ni amri ya kwanza. Yenye ahadi. Upate heri. Ukae siku nyingi katika dunia. Kama unataka kuishi miaka mingi duniani, wacha kunyosha vidole kwa watu, baba zako. Usinyoshe vidole kwa wazazi wako, kwa viongozi. Hiyo vidole kitakutika. No, I'm not preaching an administrative sermon. But ninawaambia kumtii mzazi ni agano la milele kati ya baba na mwana ili uishi milele. You know, we take life maneno yenye uzima. Tunayachukulia msaa. Ndio unakuta mzazi anakusomesha una kazi hata kama huna kazi. Lakini huwezi kusikia habari ya mzazi hata akiwa mgonjwa. Majirani wanampeleka hospitali, wewe unakaa ukotao. Mzazi usimnunulia hata nguo akufaa. Nasema baba ana pesa, hata kama ana pesa mingi anatoa ya mtoto wake kwa sababu alipeleka shule. Hata kama hakupeleka shule, si alikusaidia ukapatikana hii dunia ya Kenya. Hii dunia ya Kenya ungekujaje kama si mzazi? Ukoje dunia ya Kenya? Kwa sababu ya mzazi. Mzazi. Hii ni ahadi ambayo ya milele. Ni ahadi ya baraka. By the way, in the Bible, the relationship between a father and a son is one of love, guidance, and instruction. Mahusiano ya baba na mtoto
ni ya upendo, ni ya furaha, ni ya amani, ni ya mwelekeo, ni ya kupatia mwongozo na kuwa mwelekezi. Can I hear somebody say amen? Yes, that is it. That's great. You would allow me read a few verses here. First Kings chapter 2. Neno ambayo nitasoma First Kings, nitasoma tu mawili alafu then we call it a day. Mafuku tu mawili peke yake alafu tumalize. Kitabu cha Kings, First Kings chapter 2. Nitasoma mimi mwenyewe First Kings chapter 2. Na fungu lake ni la 10, ni la 1 na 3. Inasema hivi. Na usikie maneno Daudi anamwambia mtoto wake. The relation between the father and the son. Anasema, basi siku ya kufa kwake Daudi ikakaribia, akamuhusia Sulemani mwanawe, akasema, akamwasia Sulemani mwanawe, akasema, mimi naenda njia ya ulimwengu wote, yaani mimi nafa, basi uwe hodari. Semeni uwe hodari, ujionyeshe kuwa mwanamume. Sema hivyo. Hata hiyo wanaoga waseme hivi. Ujionyeshe kuwa na wewe ni shujaa. Hata mwanamke anaweza kuwa shujaa. Alafu ninaendelea kusema aya ya 3. Uyashike mausia ya Bwana Mungu wako, uende katika njia zake, usishike sheria zake na amri zake na hukumu zake na shuhuda zake, sawa sawa na ilivyoandikwa katika Torati ya Musa, upate kufanikiwa katika kila ufanyalo na kila utasamako. Jamani, usia wa Daudi kwa mtoto wake Sulemani. Haya maneno yalibariki sana Sulemani, akawa the wisest man the world has ever seen. The wisest man. Yasike mausia ya mzazi. Ijapo baadaye alipotea kidogo, lakini very successful. Mungu baba anamwambia yashike maneno haya. Yashike mausia ya Mungu, shika sheria za Mungu, shirikiana na wengine, Mungu atakufanikisha. Jamani, haleluya watu wa Mungu. Ukitaka Mungu akufanikishe, the spirit ya kuhusiana na wengine, it brings peace, it brings blessings. Maneno ya kurushiana ili kurushiana does not bring blessings. Haileti baraka, inaleta la. Hata ukienda mahali popote, the problem ulikuwa unaleta katika kanisa la ujamaa, hata mahali ukaenda na hiyo tatizo litakuwa. Hata ukienda kwenu nyumbani ukaleta hiyo shida itakuwa. Look unless nyenyekea na mwambie Mungu nisamehe, na Mungu atakusamehe. La mwisho, Methali 4:1-2. Methali 4:1-2. Methali ni kitabu gani? Ni Proverbs, sio? Methali sura ya 4 aya ya 1 inasema, sikia, this is a very important message to the young people who are listening to me at this moment. Inasema, wanangu, yasikilizeni mausia ya baba yenu. Tambi, wanangu, yasikilizeni mausia ya baba yenu, tegeni masikio mpate kujua ufahamu, kwa kuwa nawapa mafundisho mazuri, msiiache sheria yangu. Maana nalikuwa mwana kwa baba yangu, mpole, mpenzi wa pekee kwa mama yangu. Jamani, haleluya. Hilo ni fungu
ambalo tunalipata kwa Sulemani. Sulemani anasema mimi nilikuwa mtiifu kwa mzazi wangu. Na yeye anatushauri ili tufanikiwe lazima tukubali sana kuyashika mausia ya wazazi wetu. Jamani, haleluya watu wa Mungu. Kama umebarikiwa nataka kunyosha mkono. Bwana Yesu asifiwe. Tikisa mkono tena, Bwana Yesu asifiwe. Asante sana. Sasa nataka tumalize na wimbo namba 138. Tukimaliza tutakuwa tunasimama. Tukimaliza tutasimama na wimbo huu tunamaliza.